Kwa wiki lote nimekuwa nikifundisha kwa habari ya siri za neno la Mungu, na siku hii ya leo nitasema nayo kwa habari ya zao la neno. Kumbuka, mtu aliye na siri za Mungu kupitia neno la Mungu, amelisoma, amekubali uokovu, amekubali kudumu na kukaa katika uokovu, hilo neno huwa linazaa kitu katika maisha yake, na kitu chenyewe huwa ni tabia. Huwa mtu anakuwa na tabia ambaye kila mtu akimwangalia anaona kabisa mtu huyu ni mtu wa tofauti. Ukitaka kujua hilo, mwangalie Petro. Kristo Yesu alipokamatwa, Petro, watu walimwambia, wewe kusema kwako ni mmoja wao, tembea yako, kaa yake, ilimuonesha Kristo kupitia Petro. Hivyo Mungu akupe neema, neno la Mungu likae kwa wingi ndani yako, liweze kuzaa. Yakobo, katika kitabu cha Yakobo ile sura ya 1 na mstari wa 22, Biblia inasema, lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsini mwenu. Na Kristo Yesu anakazia kusema katika Luka 6:46, mbona mnaniita Bwana, Bwana, walakini hamtendi ninenayo? Kumwita Yesu, kumsifu, kumwabudu peke yake haitoshi. Kitachomfurahisha Kristo Yesu ni pale anapoona unalitendea kazi neno lake. Mfano hai katika kitabu cha Marko 16:15 hadi 18, agizo la kuihubiri Injili kwa mataifa wote. Zia na ndugu zako, jamaa, marafiki, majirani na watu waliokuzunguka washuhudie ukuu na uweza wa Kristo Yesu, msamaha wa dhambi kupitia damu ya Yesu Kristo. Jambo lingine litakalomfurahisha Kristo Yesu na akuite aseme, karibu mwanangu uliyebarikiwa, ni pale utakapotimiza Mathayo mtakatifu sura 25 mstari wa 35 hadi 46. Nenda mahospitalini wewe uliyekwisha kuokoka, ombea wagonjwa, washuhudie. Ukimwombea mgonjwa akapona akiwa mgonjwa na mdhaifu, hata iacha imani, kwa kuwa ameuona mkono wa Kristo Yesu. Mpendo uliokoka, tambua aponyaye ni Kristo Yesu. Wewe ni chombo tu, hivyo kuwa na imani thabiti yenye matendo. Kutii na kutenda kumekupasa. Inuka, nenda, shuhudia.